kwenye Sema na Voice wiki hii. Uongozi nilianza kupata nafasi ya ujumbe wa mkutano mkuu wa vijana wa wilaya. Natamani kuona sisi vijana tunatoka kwenye kulalamika, badala yake tunakuwa sehemu ya kulalamikiwa. Siasa za Bukoba mjini zipo tofauti na siasa za wilaya nyingine. Tuwe na uvumilivu. 2027 wategemee kukuona ndani ya UVCCM wilaya Bukoba mjini, au una hatua zaidi unavuta? Pesa haijawahi kushinda mpango. Ndio. Pesa inabariki mpango. Unalipi la kumwambia Dr. Samia Suluhu Hassan? Tutavuka mto tukiufikia. Mtazamaji wa Voice Online TV, karibu sana katika kipindi chetu cha Sema na Voice, kipindi ambacho kitakujia kupitia chaneli yetu ya Voice Online TV. Katika kipindi chetu tutakuwa na ndugu mwenyekiti wa UVCCM wilaya ya Bukoba mjini, ndugu James Nyamanza. James ni nani? Karibu. Asante. Kwa majina naitwa James Michael Nyamanza. Ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM Bukoba mjini. Nilichaguliwa na vijana wenzangu wa CCM wilaya ya Bukoba mjini mnamo mwaka 2022 na ninatarajia kuhitimisha kipindi changu cha uongozi katika muhula wa miaka mitano mwaka 2027. Mpaka sasa niko na miaka minne katika uongozi wangu kama mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM Bukoba mjini. Na historia yangu fupi katika uongozi, na kabla ya kupata uongozi nilianza kwanza kabisa nikiwa kijana wa kawaida kabisa, mjumbe wa mkutano mkuu wa vijana wa wilaya. Au kuanzia chipukizi? Hapana. Chipukizi nilikuwa mwanachama wa kawaida, sikuwa kiongozi. Sawa. Sasa uongozi nilianza kupata nafasi ya ujumbe wa mkutano mkuu wa vijana wa wilaya mwaka 2017 nikiwakilisha kata ya Bakoba kwenye mkutano mkuu wa vijana wa wilaya 2017, na baada ya hapo 2019 nilipata uteuzi wa kuwa afisa tehama wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kagera. Kipindi ambacho sasa chama kilikuwa kinaondoka kwenye mfumo wa analog na kwenda kwenye mfumo wa kidigitali. Na kipindi hicho nilipopata nafasi ya kuwa afisa tehama wa CCM wa mkoa mwaka 2019, nimehudumu nafasi hiyo mpaka mwaka 2023 sasa, baada ya kuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM 2022. Mwaka 2023 nikaomba nafasi hii sasa apewe mtu mwingine ili iweze kutofautisha majukumu ya mwenyekiti na majukumu ya afisa tehama, sababu kwa namna fulani alikuwa anaingiliana, lakini mipaka pia. Unapokuwa afisa tehama wa CCM wa mkoa, maanake unafanya kazi kwa wilaya zote. Ndio. Sasa niliona kama kuna wakati naingilia kwenye maeneo ya wilaya za wenzangu ambao ni wenye viti, lakini sasa mimi nikiwa kama afisa tehama lakini ni mwenyekiti wa wilaya ya Bukoba mjini ambayo ninaiongoza. Kwa hiyo nikaomba chama, na nashukuru walinielewa viongozi wangu wa chama, katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa, mwenezi ambaye nilikuwa nafanya naye kazi kwa karibu sana, mzee wangu Amin Mahamud Omari. Na nafasi hiyo akapatiwa mtu mwingine, na sasa tunaendelea na majukumu ya mwenyekiti wa vijana wa wilaya mpaka hapo mwaka 2027. Asante. Naona historia yako imesheheni ndani ya CCM, hatimaye kuwa mwenyekiti wa UVCCM. Ni kitu gani kilikuvutia kuingia kwenye siasa za vijana na hatimaye kuwa mwenyekiti wa UVCCM? Kitu kilichonivutia zaidi kuingia kwenye vijana ni kuona vijana wanapata nafasi ya kushiriki na kushirikishwa katika maamuzi ya kisiasa, lakini maamuzi ya kiserikali. Kwa hiyo nilivyoona kwamba vijana wanapata nafasi hiyo ya kushirikishwa, nilitamani na mimi kuwa sehemu ya maamuzi, lakini kuwa sehemu ya mawazo na namna gani vijana watakwenda, Chama cha Mapinduzi kitakwenda, lakini pia serikali itaendelea kushughulika na kuhangaika na majambo yanayowahusu vijana. Kwa hiyo kitu kikubwa nilivyoona namna gani vijana wanashirikishwa hasa kwenye chama chetu cha Mapinduzi. Katika kipindi cha miaka minne ndani ya uongozi wako ndani ya UVCCM katika wilaya ya Bukoba, ni mafanikio gani makubwa umeweza kuyapata tangu uwe mwenyekiti? Mafanikio yapo mengi.
Mafanikio yapo mengi, lakini kitu kikubwa ambacho naweza kukisema, tumefanikiwa kuwaunganisha vijana na fursa mbalimbali kwenye maeneo yetu tulionayo, kupitia makongamano, kupitia warsha, kupitia matamasha, lakini kupitia vikao vya kikanuni na vile ambavyo sio vya kikanuni, lakini tumefanikiwa kuweka vijana wote kwa karibu kwa kiasi kikubwa. Kama taasisi UVCCM Bukoba mjini, katika kipindi chetu tumefanikiwa, tumeshiriki kwenye uchaguzi mkuu na ambayo ndio hasa malengo ya kuanzishwa kwa jumuiya hii ya umoja wa vijana ambayo inalelewa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Uchaguzi wa 2025 ulikuwa mchaguzi mgumu, wenye changamoto nyingi, lakini kama vijana tulishiriki kwa kugombea, kwa kufanya maamuzi, kwa kuwashawishi vijana wenzetu kushiriki chaguzi, kupatikana viongozi vijana, lakini zaidi ya yote tumeshiriki kuhakikisha tunapata ushindi kwa eneo letu la Bukoba mjini. Tuna mitaa 66 ambayo mitaa 66 kwa Bukoba mjini yote iko chini ya Chama cha Mapinduzi, lakini tumefanikiwa kwenye kata 14 za manispaa yetu ya Bukoba. Wakati tunaingia kwenye uongozi tulikuta kata 13 ziko CCM, kata moja ikiwa upinzani. Tumefanikiwa pia kurudisha kata zote 13 na tumepoteza kata moja. Kwenye ile kata ambayo ilikuwa upinzani wakati tunaingia, kata ya Kagondo ilikuwa upinzani. Lakini katika uchaguzi wa mwaka 2025 sisi vijana kushirikiana na Chama cha Mapinduzi na jumuiya nyingine za chama tumefanikiwa kuirudisha kata ya Kagondo, lakini kwa bahati mbaya tumeipoteza kata ya Ijuganyondo. Kwa hiyo kutoka kwenye kata 13 tumerudi na kata 13. Lakini mafanikio makubwa zaidi kama jumuiya, tumempata mstahiki meya kijana kabisa, Acton Jason Lwankomez, ambaye yuko chini ya miaka 35 na kwa tathmini ya haraka anakuwa meya mdogo zaidi kwenye ukanda wa Afrika Mashariki nafikiri sasa, kwa vikao vinavyowahusu viongozi wa majiji na halmashauri, amepata nafasi ya kuwa meya mdogo zaidi kwenye ukanda wa Afrika Mashariki na ameiwakilisha Afrika Mashariki kwenye vikao vya Afrika. Lakini pia tumefanikiwa kumpata diwani wa kata ya Miembeni hapa tulipo, ndugu yetu Dickson Modest Luta, ambaye anatokana na umoja wa vijana, ni mjumbe wa baraza la vijana la wilaya ninaloliongoza mimi, na tumeendelea kushirikiana naye pamoja na kwamba ni diwani, lakini bado anaendelea kuhudhuria na kushiriki shughuli za vijana, vikao vya vijana, na tunaona namna gani tunaweza kushirikiana kwa pamoja kusukuma ajenda za vijana kwenye vikao. Unafikiri CCM iliferi wapi? Kuna mikakati ilikuwepo? CCM hatujaferi. Tumefanikiwa kupata kata 13 kati ya kata 14, ni zaidi ya 90% katika uchaguzi. Kati ya 99. Sasa tumeipoteza kata ya Ijuganyondo. Tunaamini wenzetu pia wanapambana na CCM haikufeli. Naweza kusema sisi kama vijana kuna namna fulani tumeteleza. Ukiangalia mgombea aliyekuwa amepitishwa kwenye kata ya Ijuganyondo ni kijana mwenzetu, yuko chini ya miaka 35, Ali Mohamed Ali, na ilikuwa ni awamu yake ya pili sasa. Aligombea kwenye kula za maoni na wakongwe na watu wazima, lakini tulisimama kwenye vikao kukingia vifua na kutetea vijana wenzetu, lakini kwa bahati mbaya bahati haikuwa upande wetu. Wananchi wa kata ya Ijuganyondo waliamua kumchagua diwani anayetokana na chama cha ACT Wazalendo, na tunawapongeza kwa sababu wananchi wanayo haki ya kuchagua kile ambacho wanafikiri wao ni sahihi. Tunawashukuru kwa muda ambao wamempatia kijana mwenzetu Ali Mohamed Ali. Tunaamini kuna vitu vingi amejifunza, na wakati mwingine atarudi akiwa imara zaidi na uzoefu mkubwa zaidi. Ni mikakati gani unaitumia kuhamasisha vijana kushiriki katika shughuli za Chama cha Mapinduzi pamoja na shughuli za kiserikali? Mikakati tunayo mingi ambayo tunaitumia kuwashirikisha vijana, kuwashawishi vijana kushiriki. Tunawafuata vijana kwenye mambo yao, hasa kwenye misiba, kwenye sherehe, kwenye magonjwa. Tunashirikiana nao kwenye masuala yanayowahusu. Tunashirikiana nao kwenye michezo. Nikiwa kama mwenyekiti wa vijana katika kipindi hiki cha miaka 4 sasa, ninatafuta mwaka wa 5, tumefanikiwa kuwa na michezo mbalimbali kwenye kata ya Bakoba pale kulikuwa kuna mashindano ya UVCCM ya kata. Kata ya Buembe kulikuwa kuna mashindano yamefanyika, Kashai limefanyika bonanza pale, Ramishenyi yanafanyika kila mara, Ijuganyondo yamekuwa yakifanyika, na sasa kwa ukubwa tumeshiriki mashindano ya Samia Kagera Cup yaliyoandaliwa na UVCCM Kagera chini ya mbaraza wetu Comrade Leonard Kachebonao.
Na sisi Bukoba mjini tulifanikiwa kuwa washindi watatu kwenye mashindano yale. Sasa baada ya yote hayo, sisi Bukoba mjini wenyewe kwa kamati yetu ya utekelezaji ambayo ninaiongoza mimi hapa, tumefanikiwa kuanzisha mashindano ya UVCCM Bukoba Cup 2026 ambayo yanatimua vumbi na yanafanyika kwenye kata. Kila kata inapata nafasi ya kucheza mchezo mmoja kwenye uwanja wa nyumbani na mchezo wa pili kwenye uwanja wa ugenini. Tunajitahidi kuweka matamasha ya burudani mbalimbali, na nafikiri baada ya mashindano haya ya mpira wa miguu tutakuwa na shughuli nyingine kubwa ambayo tunafikiria kuifanya kabla ya mwaka huu kuisha. Yoyote ni katika kuwaweka vijana karibu na kuwaonyesha kwamba wao ni sehemu ya umoja wa vijana wa CCM, lakini ni sehemu ya Chama cha Mapinduzi, ili tuweze kushirikiana nao kwenye shughuli za chama na serikali. Asante. Naona mashindano mengi yamekuwa ya mpira wa miguu, pengine hamjawaza kwenda katika michezo mingine ili vijana waweze kupata fursa nyingine ambao hawajui kucheza mpira wa miguu waende kwenye kuimba, kwenye mambo mengine? Ya, ni kweli mashindano mengi kwa siku za hivi karibuni yamekuwa zaidi kwenye mpira wa miguu, na ni kwa sababu tu kwenye mpira wa miguu kuna jumuisha watu wengi zaidi. Ukiangalia kwa haraka kidunia, ukiutoa mpira wa miguu, nafikiri hakuna mchezo mwingine ambao unateka hisia za watu wengi, una mashabiki wengi na wafuasi wengi. Michezo mingine inafuata, na sisi kama Tanzania bado kwenye kiwango chetu cha mafanikio ya mpira wa miguu bado hatujafikia level hiyo. Kwa hiyo tunajitahidi kupambana na kasi ya dunia kuweza kuona kama na sisi tunaweza tukafikia level za mataifa mengine kwenye eneo hili la mpira wa miguu, lakini kufanya mpira wa miguu sasa ikawa ni ajira inayolipa kama kwenye maeneo mengine. Au ukiangalia mpira wa miguu kwenye nchi zilizoendelea ni ajira ambayo inachangia kwa kiwango kikubwa sana pato au maendeleo ya mataifa yao. Vifaa vya michezo, makampuni ya michezo, makampuni mbalimbali yanatangaza biashara, viwanja vinajaa, watu wanalipa, lakini ukiwaangalia matajiri wengi duniani vijana, ukiachia wale wakubwa, hawa wa level ya katikati, wengi wanatokana na mchezo na hasa mpira wa miguu. Tuangalia watu kama wakina Cristiano Ronaldo, wakina Lionel Messi na wengine wengi wamefanya vizuri sana na wako katika kiwango kizuri cha mafanikio kwa sababu ya mpira wa miguu. Kwa hiyo tunajitahidi kuona na sisi vijana wetu ambao wanashiriki kwenye mpira wa miguu ni namna gani wanaweza wakayafikia mafanikio hayo. Lakini hatujaacha michezo mingine pia. Tunajitahidi kuona ni namna gani tunaweza kuenda nayo, na nimepata maombi ya kuweka mashindano mbalimbali ya mpira wa miguu upande wa wanawake, lakini mpira wa netball, mpira wa volleyball, na tunajaribu kuangalia ni namna gani tunaweza tukalifanya kwa pamoja ili tusiwaache na wenzetu katika engo hizo. Kwenye vijana kuna changamoto nyingi. Ni changamoto zipi wanazipata vijana wa UVCCM katika wilaya ya Bukoba? Vijana wa UVCCM ni kundi ambalo linawakilisha vijana wote wanaopatikana Bukoba mjini. Ndio. Changamoto kubwa ambayo tunakumbana nayo ni matarajio makubwa dhidi ya rasilimali chache ambazo tuko nazo. Ndio. Vijana wanakuwa na matarajio makubwa sana ya fursa ukilinganisha na rasilimali tulizo nazo. Tunajitahidi kuona ni namna gani ambavyo tunaweza tukaendelea kuelimishana hizi fursa chache zinazopatikana, ni namna gani ambavyo tunaweza tukazishiriki, tukazipata, tukazitumia, lakini kugundua na kuanzisha fursa mpya kutoka kwenye zile ambazo hatuzioni. Hilo ndilo ambalo kubwa nafikiri tunapambana nalo. Asante. UVCCM Bukoba mjini imejipangaje kuhakikisha vijana wanapata ajira na fursa za kiuchumi? UVCCM tunaendelea kufuatilia na kuelimisha kupitia vipindi vya TV, vipindi vya radio, mitandao ya kijamii, lakini makongamano, warsha na vitu kama hivyo ambavyo tumekuwa tukivifanya kwa ajili ya kutoa elimu na kuwakumbusha vijana wenzetu fursa mbalimbali ambazo zinapatikana kama mikopo, kama taasisi zisizo rasmi za kiserikali ambazo zinatoa fursa mbalimbali, ajira kutoka kwenye taasisi zisizo za kiserikali, ajira mbalimbali zinazopatikana kwenye serikali, lakini pia kuanzishwa kwa fursa mpya ambazo vijana wenyewe wanaweza kuzianzisha kwa kuungana, kutengeneza vikundi, kuanzisha viwanda mbalimbali, kuanzisha shughuli mbalimbali za kiuchumi
kwa pamoja tumekuwa tukijitahidi kuhakikisha tunawahamasisha vijana wenzetu, tunawaunganisha, na nafikiri hata dakika chache wakati nawasiliana na wewe hapa nilikuwa nawasiliana na vijana wengine ambao nimewaelekeza tayari wamefika ofisi ya afisa maendeleo sasa hivi, ambao ni vijana mafundi kwa ajili ya kuona ni namna gani wanaweza wakapata mkopo kuendeleza biashara zao binafsi, lakini kwa pamoja wakati wakiendelea kufanya shughuli zao za ufundi kwa ajili ya kujitafutia kipato. Ni changamoto zipi kuu na kutana nazo katika uongozi wako na unazitatua vipi? Sasa changamoto nyingi ninazokutana nazo zinahusiana na vijana. Ndio. Kwenye kuelewa fursa, kwenye kutafsiri sera za serikali, kwenye kutafsiri au kuchanganua vitu. Kwa mfano serikali inaposema tunatoa mkopo wa halmashauri, alafu kuna mikopo ya ofisi ya waziri mkuu, kuna mikopo ya wizara, kuweza kufafanua na kuyachanganua haya kwa vijana, kutoa masomo ya maandiko miradi, labda vijana wanataka kufungua kikundi, wanataka kuomba mkopo, ni namna gani wanaweza kutengeneza maandiko mradi, namna gani wanaweza kujiunga online. Hizi serikali imeingia kwenye utaratibu wa kuomba kazi online. Taasisi nyingi nunuzi za serikali zinatangaza tenda mbalimbali kupitia mitandao, kupitia mifumo ya nesti. Sasa kazi kubwa tunayoipata na changamoto kubwa ni kuelimishana na vijana kutoka sasa kwenye utaratibu wa zamani wa analog kwenda kwenye utaratibu wa kidijitali. Kama ambavyo umeona teknolojia inazidi kukua siku hadi siku. Kwa hiyo ni muhimu sasa vijana kuweza kuhama kutoka kwenye utaratibu wa kizamani kwenda kwenye utaratibu wa kisasa. Asante. Unadhani ni kwa nini baadhi ya vijana wavutiwi na siasa na unafanya nini kubadili hali hii? Ni kweli ukiangalia kiwango kikubwa cha watu walioko kwenye siasa, vijana wanaoshiriki siasa ni kidogo kulinganisha na sensa na takwimu ya ukubwa wa vijana ambao tupo nayo kwa sasa. Ndiyo. Na nafikiri ni kwa sababu wanaona siasa sio mambo yao, hayawahusu. Pengine wanaona siasa ni vitu fulani vya watu wazima zaidi, vya watu fulani ambao wamesoma zaidi. Lakini si kweli. Tumeendelea kuwa tukiwahamasisha kupitia kuwapa historia zetu, tulikoanzia, tulikopitia, lakini kuwahamasisha kwamba unaposhiriki kwenye siasa inakupa nafasi ya kupanga maisha yetu na mwelekeo wetu sisi kama vijana, kuliko kukaa pembeni tukaacha watu wengine wakaingia wakatupangia wakaamua, alafu sisi tukabaki kuwa kundi la kulalamika mara zote.